Baada ya mchungaji na mwalimu wake kunywa pombe wakiwa nyumbani kwa mwalimu, wiki iliyofuata wakiwa kanisani, funguo zilileta kizaza. Ni kizaza gani hicho? Kama unavyowaona ndio wametoka, na walikuwa na waumini wengi. Mchungaji akiwa anafurahia na kumwelezea mwalimu wake kwamba leo umefundisha vizuri kama nilivyokuambia wiki iliyopita. Heti unaona hata watu waumini wamekuwa wengi. Kama ulivyosikia wakati wa Jumapili iliyopita, mwalimu ndiyo aliyekuwa ameongoza kwa mafundisho ya wiki hii. Na unavyomuona mwalimu anaendelea kusalimiana na waumini wakimshukuru kwa lile neno ambalo amewalisha kwa siku ya leo. Wakati watu wakiwa kanisani kuwa wanaongea mambo mengi, saa nyingine wanasaidizana vitu fulani, ikiwa ni muumini hao mchungaji wanapeana vitu, kwa mfano kama funguo za gari na vitu vingine. Sasa ambacho kinaenda kufuata ni muumini ambaye alikumbuka kuwa funguo zake alimpa mchungaji. Muumini huyu kama unavyomuona anaelekea kumangalia mwalimu ili amuulizie ni sehemu ipi ambayo pasta yupo, ili amuulizie vitu vyake ambavyo alisahau. Kabisa tunasonga mbele hao. Pangu hivyo naona. Wale waimbaji wetu ndio kabisa tunataka tuambie wale wadilija wao wazidi yani kuwafundisha. Ndio. Kwa sababu naona tulikuwa kipindi watu tumetoka darasa wakuja hapa. Ndio. Ilikuwa vigumu yani. Lakini tumeshinda tu. Umeimba vizuri. Sawa. Majukumu ya mchungaji ni kutafuta kondoo waliopotea, kama vile unavyomuona mchungaji hapa akitafuta kondoo mmoja ndani ya wale kondoo ambao hawako ndani ya kanisa au ndani ya hekalu. Ndizo kazi ambazo kanazifanya kama mtumishi wa Mungu. Inafurahisha. Ili wapate yani pesa ya za kutoa. Sawa. Nashukuru, ila nilikuwa na swali kidogo nilikuwa nataka nikuulize. Sawa. Unaweza ukaja kidogo nikuulize? Hakuna shida. Nilikuwa namtafuta Pastor wetu huyu wakati. Yule. Pastor Nehemie. Yuko pale. Sawa. Yule ndio nilikuwa namtafuta. Kuna vitu nilikuwa nataka nimuulize. Sasa unaweza kunielekeza mahali alipo ili nimfuate? Hakuna shida. Twende yangu. Unaona slow. Kama vile nakwambia hilo ndio kanisa letu. Kwa hiyo mambo yako sawa, kwa hiyo ubadilike kidogo. Mungu akwe au Bwana mkozi wa maisha yako, utapokea hii, utaacha hii upumbavu, utaacha. Tujua neno la Mungu. La Mungu huu ni uzima. Samahani mchungaji. Bila samani. Kabisa huyu jamaa alikuwa anakutafuta sijui. Mwimbaji wangu. Umenipendeza sana kijana wangu leo. Umeimba vizuri sana. Nilikuwa naongea na huyo kijana, nimemuona. Anataka kwa muumini wangu. Ila nilikuwa nataka nimwambie kuhusu wokovu ili aache hii. Ndio watu Mungu anataka. Kabisa. Mimi kama mimi nilizaliwa town. Unaona? Hapana, hiyo ya town yote iko hapa. Mahali yote yani mambo yote ni hapa kwenye Biblia. Ndio mwalimu. Kuna shida? Mbona ulikuwa unanitafuta sana? Kuna shida? Kabisa huyu jamaa Christopher kutafuta. Ndio mwimbaji wangu kabisa. Sasa unajua mchungaji? Ndio. Nilikuwa natafuta ule ufunguo wa gari ndio. Funguo bwana? Ndio, funguo. Zile funguo za gari yangu? Okay. Ngoja niangalie kwenye mfuko. Kuna makaratasi mengi, unajua leo tumetoa sadaka, kuna wengine. Ngoja niangalie. Funguo. Mchungaji. Hii nini? Pastor. Wewe unanihubiri wewe? Pastor. Nini? Napana kabisa. Ni ule mtu. Ule mtu nimempa jaketi yangu. Haiwezekani. Haiwezekani mambo sijui. Ama wewe sio mchungaji wewe? Mimi mchungaji na Bible. Hii mambo haieleweki. Hapana, achana mimi wewe. Hapana. Hii nini? Naniumiza kweli. Unatembea na condom. Condom kwenye mfuko. Labda kuna zingine. Pastor.
Mchungaji wewe, ni mambo gani waumini wananifanyia? Kumbe leo mimi ukatufundisha kwenye kanisa eti nimeacha koti yangu ila unatembea na hii. Hapana. Nini ndio maana kama anaongea na yule mkulali wewe. Lakini mko wawili. Sasa unamfundisha yule. Mko wawili. Tuweke chini jameni, mko wawili. Hapana pastor. Hapana, mko wawili. Mmeona mko wawili. Msiwaambie bibi yangu. Sasa yule yuko na ubili na yeye. Ule kijana nitaongea naye. Taongea naye kwa sababu hata uongee naye sisi kama mambo ya mbinguni hatuwezi tukapita. Hatuwezi tukakuwekea siri. Tutasema mbele ya kanisa. Kwanza tuongee. Hakuna vitu vya kuongea. Basi nitawapa 10 cha leo. Najua tunasema tu watu wote nitawapa 10. Mimi nitachukua kitu. Sasa hizi ni zako. Unataka kusema sana. Hebu kwanza pokea huyu mtu kwanza tutaangalia. Mimi sipokee mtu. Wewe tunakuuliza kwanza. Kabisa. Kanisa ya watu jamani. Una ubili na kondomu. Kwanza za nini? Unatumia unafanya nazo nini hizo? Unajua hii sema weka wazi usitufiche. Hapana, unafanya nazo nini? Kuna muumini alikuja jana kwangu. Katia hii Bible kwanza. Wewe huwezi kuwa na Bible. Kuna muumini alikuja jana kwangu. Akasema kwamba alizini. Sasa akasema ulitumikia nini? Ndio akanipa hii. Sasa nilikuwa nataka niupeleke kwenye kanisa ili tuzichome moto, yani aokolewe. Hiyo yani sasa huko ni mambo tofauti. Ukasema kuna mtu mpatia jaketi yako akazitia ndio akaweka ndani ya jaketi. Hivi unabadili eti ni mtu alikuja labda ndio huko ili uzipeleke uzichome kanisa. Wewe wawili tu hakuna msamaha. Na ule kijana wangu tutaongea naye tu yaishe. Utamkuta wapi? Nitawapeleka leo. Utubu. Utaenda kutubu mbele ya kanisa. Kabisa kanisa lote wakuone useme mnisamehe mimi kwa kitendo ninachokifanya. Hizi tutazipeleka hizi tunaweka tunaonyesha kanisa lote wakikupatia msamehe. Mwalimu unajua ndo mimi nikubaliki mwalimu kweli kabisa. Mimi nibaliki usamehe nini? Samani baba mwalimu. Hakuna kitu cha kusamehe kabisa. Msamaha kanisani watu wote waombe msamaha. Kanisa ndio tuombe. Sisi kanisa msamaha. Kondomu kabisa basi. Papaya. Umenibaliki. Kamata. Wanaonekana kama watu wema ya, waonekana kama watu wenye mtazamo mzuri, wanaonekana kama watu wanaoweza kutusaidia. Kumbe tabia zao zaonekana mchana nzuri, wakifika majumbani kwao kumbe wao ni wengine. Tazama ndani ya pazia kuna nini? Tazama ndani ya pazia kuna nini? Oh, ndani ya pazia kuna mengi. Oh, ndani ya pazia kuna mengi.